Dunia inapitia kipindi ambacho kwa walio wengi wasingedhani kama tungefikia hapa. Ni kama watu waliokaa chini ya gayagaya wakitazama filamu wasioweza hata kuelewa maana yake. Udhalimu, anasa, kiburi, zinaa na mambo mengine maovu vipo katika meza na sahani za watawala na watawaliwa, kuanzia katika familia hadi kwenye makasri ya wakuu wa mamlaka. Kelele dhidi ya uongozi mbaya wa baba asiyejali familia yake na mtawala asiyejali raia wake, mpenzi msaliti na mtoto asiye na heshima ni ishara kuwa dunia inapitia katika giza nene la kutisha na kukatisha tamaa. Katika drama hizi, Yesu anasema katika Mathayo sura ya 5 fungu la 14 hadi la 15, ninyi ni nuru ya ulimwengu. Mji hauwezi kusitirika ukiwa juu ya mlima, wala hawawashi taa na kuiweka chini ya pishi, bali juu ya kiango, nayo yaangaza wote waliomo nyumbani. Kauli hii inanikumbusha maneno ya mtu mmoja niliyowahi kuyasikia hapo zamani za kale. Mtu huyu alisema, dunia inaharibika si kwa sababu ya watu wabaya, bali ni kwa sababu ya watu wema wasiochukua hatua. Watu ambao badala ya kuonyesha matendo yao mema, upendo, kujali na kuhurumia wengine, wao wamechagua kukaa kimya, yaani kuzima taa zao na kuacha dunia katikati ya giza nene. Katika kitabu chake cha Christ Object Lesson, ukurasa wa 415, mwandishi anasema, wafuasi wa Kristo wanapaswa kuwa nuru ya ulimwengu. Wanapaswa kuakisi nuru inayong'aa kutoka kwa Yesu, na hivyo kung'aa katika giza la dunia, wakionyesha watu njia ya wokovu. Unapotoa neno la faraja, kuishi kwa uadilifu na kufanya tendo la upendo, unakuwa nuru kwa ulimwengu unaopotea. Kwa waliokata tamaa, kwa wale wanaohisi maisha hayana maana, na kwa wanaohisi upweke, unaweza kuleta tofauti katika maisha yao. Upendo wako na uwepo wako vinaweza kuwafanya wajue Mungu hajawasahau. Kwa waliovunjika mioyo, unaweza kuwa chanzo cha uponyaji, ukizungumza maneno ya tumaini na faraja katikati yao. Katika dunia iliyojaa machafuko, maisha yako yanaweza kuwa kama mnara wa taa unaowaongoza wengine kwa ukweli. Unaweza kuwa sauti ya kutia moyo wakati wengine wako tayari kukata tamaa. Usisahau, nguvu zako katika Bwana zinaweza kuwainua wengine waendelee kupambana. Leo, kuna watu huko nje wanasubiri nuru yako iwaonyeshe njia. Haijalishi unajiona mdogo kiasi gani, wewe ng'aa tu. Kwa maana hata kwa mwanga mdogo unaweza kuangaza katikati ya giza nene. Sina shaka kuwa leo utachagua kuwa sehemu ya mabadiliko chanya katika maisha ya watu wengi. Mungu akubariki, tukutane kesho.